Majina yangu ni Samuel Rono. Mimi natoka Ainomwe constituency. Mahali naitwa Ngalia sublocation. Kaparus Pile. Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ũmũthĩ ĩramũrĩka rũgano rwa mũndũrũme ũyũ ũrĩa ũikarĩte njera mĩaka ĩrakinyĩria 10 na ndarĩ na mũthenya wa kuma njera. Nimekaa sasa ni miaka ya 9 naelekea 10 sasa. Naelekea 10. Na saa hii niko na kifungo ya life, kifungo ya maisha ambayo ninasukuma saa hii. Vile nimepanga, mimi sichukui kwa kichwa yangu kama nitakaa jela maisha. Mimi ninatumaini, ninatumaini kutoka. Ninatumaini hata ngawaji mimi niko jela, mimi nangoja tu ni kama mimi nitatoka tu. Kama si mwaka huu. Mimi naweka tumaini langu hivyo. Mimi nitatoka mwaka huu. Saa ingine mimi nasema mimi nakula leo Christmas haya. Na hiyo hiyo miaka natoka. Ingine tena mimi nasema mwaka ile sasa hawezi kupita. Ndio mimi naweka tumaini langu kwa Mungu hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu saa hii mimi nafanya petition. Sio yangu. Na nimeenda kotini mara 10 mimi sitarudi tena. Kwa sababu gani? Nikitoka nje nafasi au chance ambayo nimepata. Chance ile mimi nimepata. Nitachunga kama mayai. Nitachunga hiyo nafasi. Nikiona kitu huko mimi naepukana mapema sana kwa sababu nimejua hata hakuna kitu ambacho naweza kujia mimi saa hii alafu nifanye makosa. Hata labda hata upige mimi. Unaweza piga mimi mpaka utoke. Lakini mimi siwezi kuza wewe. Ũyũ arehirwo njera nĩ ihĩtia rĩa ũragani na ndareganaga narĩo. Sasa nilifungwa condemn. Kifungo yangu nilifungwa condemn kwa sababu nilisababisha hiyo makosa ya mada. Mimi mwenyewe nilisababisha hiyo makosa. Sijakataa. Mimi sijakataa hiyo makosa. Nilifanya kweli. Nilifanya hiyo makosa. So kitu ambayo iko saa hii nikiwa hapa nimejutia sana. Ũritũ wa cira wake arauga ahĩngĩcirwo nĩ wakiri wake. Haiya Ili koti asihurumie mimi, koti hana makosa. Makosa aliamsha mimi. Yule mwakili wangu ndiye alilamasha mimi kabisa kusema ya kwamba usikubali makosa. Na mimi nilikuwa nimekubali mara ya kwanza kama hiyo mwakili wangu haikuwa. Na alikuwa sijapewa wakati nilisomea bulia kwanza nikakubali. Alafu baadaye mwakili wangu namwambia usikubali, kataa. Sasa mimi nasema kama mwakili amesema kataa, simitafuata yeye kwa sababu anajua. Kumbe natanganya mimi alafu nifungwe. Na kama ningeendelea kivi yangu bila mwakili, sasa Mungu angekuwa ameniwaachilia kwa sababu nilikuwa nimesema ukweli. Nilikuwa namwambia jaji kweli ya kwamba nilipenda. Na nikaelezea jaji kwa urithi vile nilifanya. Hapo baadaye wakati nilirudi kotini mara ya pili kawaambiwa mimi sasa mwakili wako ndio hiyo. Sasa mwakili yule alipewa wakati nilienda kotini, yeye mwenyewe ndio alisema usikubali. Mpaka nikakataa kweli. Na kumbe nilikataa. Alafu yeye ajione kama ameshinda kesi afunge mimi. Sio nilifungwa kweli. Kitu ambao iko kwa mawazo yangu nikisemekana nimefungwa maisha kabisa. Hakuna kutoka. Sasa hiyo mimi nimeingiza ndani ya moyo wangu yote. Nimeingiza ndani ya Mungu. Nimeingiza maisha yangu kwa Mungu. Nimewaachia kila kitu. Iwe nikufie wapi, iwe nifanyikane aje, iko mikononi mwa Mungu. Gũkũ njera akoretwo akĩrũmbũyania na gũthoma maũndũ matiganĩte. Arauga njera nĩkuo amenyeire maũndũ maingĩ ona gũkĩra marĩa eyoneire ũtũũro ũrĩa atũũrĩte. Mimi sasa ni mwanafunzi katika hapa na mimi tena nasaidia kuhubiri neno la Bwana. Nahubiria hawa katika damu zao na kujali Yesu. Mimi sitaki kupoteza wakati wangu kwa jela. Na mimi nina nia nzuri sana. Nasikia kusaidia watu wengi sana. Mimi nikifika raia nitakuwa mafundisho, nitafundisha watu wa area yangu.
kwanza vijana nitamwambia chief yangu alete mkutano fulani, hata mkutano yoyote ya chief nitaenda pale. Alafu nifundishe vijana aepukane na mambo ya kibali, asitembee na watoto wa shule, aachane kabisa, asitembee kufuta hii bangi hii kiraiko hii. Hiyo tena anaharibu mwili, hiyo tena ni kitu ambao anaharibu mwili kabisa. Mara ya pili au ya tatu, wazazi wenyewe nataka nikiitisha wazazi nieleze ya kwamba afundishe watoto wao, apate mafundisho sawa ili apukane na hii matendo. Nina kitu sana kusema ya kwamba watoto yangu wakati nilikuwa raia, mimi naona kama sikuwa najua kitu, kwa sababu leo hii mimi nikikuta watoto yangu mimi naweza fundisha mpaka aende laini nzuri. Pamoja na kitu ile nimeona jela, nilikuja kundua tangawaje mimi nilikuwa nasema mimi najua kitu uko raia, sikuwa najua kitu. Kwa sababu hapa mafundisho ambayo nilipata hapa ni na nimejua mabaya na mazuri. Mtu akiongea mimi nakundua huyu kabisa kusema kweli, kwa sababu nilisomea hii masomo ya psychological counseling kwa muda mfupi sana ya mwezi 6. Mtu akiongea masomo ile naongea, mimi nakundua huyu kabisa kusema kweli. Ninaweza ona kama hayuko na hili vizuri kwa sababu naelewa yeye. Watafanirie ũragani nĩkĩ na nũ woragire? Tarehe 29 mwezi wa 5/03 niliamuka vizuri na kupanga kazi yangu bila kujua nitakuja jela au nitafanya makosa. Kwanza sikuwa najua nitafanya nini makosa. Na nikaenda sokoni, nikaenda fanya shopping yao, nikanunulia watoto vitu ambavyo nilinunua na kukuja nyumbani. Ilikuwa kama saa 7. Nikaanza kusema wacha niende kuweka fence shamba ya jirani yangu hapo ambao tunapakana na yeye. Nikashika panga yangu na kushika ile miti ya kusukuma naye mipa. Nikaenda nikapitia shortcut ambayo mimi namwambia nilipitia shortcut ya kupitia ndani mimi kupita mtoni huko. Nilishangaa nikute jirani yangu akifanya mapenzi na mke wangu, na hapo sikuamini ya kwamba ni mke wangu. Ikabidi nikaribie yeye nisingilie vizuri, nikaona ni yeye kweli. Wakati nilipoona ni yeye kweli, nikastuka. Basi nikafanya hiki kitendo kile nilifanya. Nilikata huyu mti, nikakata mguu. Safari yake na mke wangu ya kutenda hiyo kitendo alikuwa ameanza zamani. Siku hiyo tu ndio nilipata. Kutoka hapo saa hiyo mimi naenda police station kuripoti. Nikaripoti kwa polisi. Investigation officers kaenda kule raia kufanya hiyo investigation. Sasa nikapelekwa jela. Wakati nilipoenda jela, huyo mtu pia aliwaambia umati ya watu ambao walikuwa pale ya kwamba makosa sio yule yangu. Samehe yeye, alafu na samehe mimi. Na baadaye akatuma mtu kabla hajakuja kwa sababu nimaliza kukutana. Akatuma mtu watu wawili akuja omba mimi msamaha kwa jela. Nikamwambia yeye mimi nasamehe. Na kweli nilisamehe. Na bahati mbaya siku hiyo akaenda. Akakufa. Arauga marakara nimo macũngĩrĩirie atabanie ngero ĩno ya ũragani. Alikuwa ameanza mapema, alikuwa ameanza zamani, kwa sababu hata hapo mbeleni nilikuwa tayari nimeshapata. Hata wazee wa kijiji walikuwa wamefanya hiyo kesi. Alifanya kesi mara nyingi. Na akifanyanga hiyo kesi huyu mtu na kusema nimesamehe, mimi naomba msamaha. Nimesamehe. Nikasamehe tu. Mimi nafikiri ya na wako watu. Hata sikusikia vile nilifanya. Nilifanya hiyo kitendo bila hata kusikia. Kwa sababu nimeona anafanya hiyo mapenzi na mke wangu. Roho yangu aliruka tu mpaka nikapenda hiyo kitendo. Shamba ambalo mimi sitafahamu nasema hata kumbe ningewaachia. Kama ningejua ningewaachia hivi awe.
awachie mimi watoto na aende na hiyo, kwa sababu hii nimeona ya kwamba nimekosea kwa sababu hii bibi yangu sasa anategemea sasa, sijui nini aliingilia, hiyo ni mambo ya kiusinzi tu, yaani usherati ndio alifanya yeye afanye hivi. Sasa ni nini? Na mimi nilikuwa nyuma, ni nini alisababisha hiyo? Si shida yake tu ndio alisababisha afanye hiyo. Mimi bibi yangu na nina watoto 7, vijana 2 wameoa na wasichana 2 wameolewa, na kuna wengine 3 wako nyumbani wanasoma. Na saa hii huyu mke wangu tangu aniombe msamaha, mimi nilisamehe kabisa ndani ya moyo wangu. Nasamehe kabisa kama vile Yesu alinisamehe. Nilioa yeye kabisa kwa harusi. Sio bibi ambayo niliokota roho. Bibi ambayo nilioa kwa harusi. Ndio hii nilioa kwa harusi. Na bado mimi napenda yeye sasa. Rĩu no kwĩrira arerira na rĩkorwo ona nĩ gũthiĩ ndathire mairĩria. Nilisikia ubaya sana. Nilisikia uchungu sana. Kwa sababu wakati niliposikia uchungu sana nikaona sasa, angalia sasa, kama ningejua ningewachia huyu mama. Ningewacha na singefanya hiyo makosa. Tena hapa nikasema hivi, ninafikiria kitu ya kwamba kama ningejua ningewacha hata hiyo nyumba. Niende kuishi kando huko, ili niepukane na hii kitendo, nisione hii kitendo ambao natendeka. Nikae kando kabisa. Mimi nilitumana msamaha. Nilituma msamaha mwingi sana. Nilituma watu wengi kuomba msamaha. Kwa sababu kweli nilikuja kuta ya kwamba nilikosea huyu. Nilikosa. Kwa sababu kusababisha hiyo kitendo hiyo sio mzuri. Na saa hii nimeomba hata hiyo familia, hata kijana ya huyo mtu alikuja kuona mimi kwa jela. Nikamwambia mama yako bwana anisamehe. Na alienda kweli na akasamehe mimi kweli hapo. Kwa hao familia sasa hayana maneno. Arauga tiga nĩ njera ũtũũro wake nĩ ũngĩhandĩte wega. Makosa kwanza hapa ambaye ameleta watu hapa, 70% analetwa na wanawake. Ikiwa mada, mwanamke hawezi kosa ndani. Ikiwa robbery, mwanamke hawezi kosa ndani. Ikiwa development ndio hiyo imeleta watu tena kwa wingi zaidi kushinda hata wengine. Sasa makosa yote ambayo iko kwa jela hii kwa wingi anahusika na wanawake. Jumina sanga saa hii wanaume ndio inakuwa chache. Hizi wanaume siku hizi inakuwa chache. Tutaishi aje? Kwa sababu tukienda raia kama vile mimi nasema saa hii, ukikaa kando, mimi mwenyewe niseme nikae kando kwa nyumba nyingine au nikondeze land nikae hapo na nifanye biashara yangu. Na biashara yangu hao wanawake akiona tena biashara yangu naleta pesa, anachileta peke yao. Na anachileta paka hii nyumba yangu. Kitu mimi namwambia wanaume wote kwa Kenya, acha habari na wanawake. Mimi naomba Mungu usiku na mchana paka mimi nalia machozi. Paka mate soba sasa mahali mimi nalalia anakuwa maji. Kwa sababu gani? Nikimlilia Mungu, mimi nanilia paka machozi na paka. Kwanza mimi namwambia Mungu niingie ndani ya kupendeza Mungu, na mfutulie mbali dhambi zangu zote na unifanye upya. Nilikuwa nimepangia watoto wangu wasome wote, aende paka Ribaro. Nilikuwa nataka hata asipopita tu form 4 aende university, nipite shortcut. Kuanzia certificate, usome certificate, kisha pata certificate, unaenda somea diploma, unapata hiyo diploma, unaenda ile diploma level 2, ukipata level 2, ni nini tena? Si ni university, si unapanana na watu wote. Ndio kitu ambao mimi nilikuwa natakia watoto wangu wapate. Saa hizi watoto wangu niko, mimi naomba tu Mungu, kwa sababu wale wengine 4 wameoa na wameolewa. Mimi naombea Mungu aniwaachilie tu kwa chela, niende sukume yao. Kama sitaachilia ni Mungu tu. Mungu tajua sasa bila atalinda. Kwa sababu hata hao familia yangu mimi nawaachia Mungu.
Na maisha yako kutaka kufunga. Maisha yangu kama sitaachiliwa, mimi takaa tu, kwa sababu hakuna namna nyingine. Sasa nifanye nini? Na sitaki kusumbuka. Kitu ile mimi naona hata nisipoachiliwa kabisa, kitu ambao nanifurahisha na ananichenga kidogo sana ni kukaa ndani ya Mungu, nifunikwe tu na damu ya Yesu. Nĩaraheana mũkana andũ gwĩthema gũtabania ngero cingĩmerekeria njera. Mtu ambao naweza kumbuka hivyo ya kwamba nitaua mtu kwa sababu ya kulala na mke wangu, yeye aelewe kuna plan B. Kuna plan B. Ukiona hapa analeta hatari, kuna plan B. Plan B na kuepukana na huyo, hata kama ni kuenda kando na hiyo mke, ili uachie huyo mke. Kama nataka hiyo mke waachie yeye, akae naye. Kama anapenda hiyo mke, chukua. Wanawake ni wengi. Okay. Ukichukua ingine, chukua ingine na ukae kando na amani yako, kuliko kukuja jela na usamie jela, pengine unakuja hujaoa. Hata nilipatika nilikuwa nimeoa na watoto. Na yule ambao hajaoa sasa, amefungwa life, hajaoa, ataenda oa lini? Atasaa lini mpaka asomeshe watoto? Na saa hiyo ameseeka. Utaenda nyumbani, utaenda lindwa na nani? Panaona hiyo ni siri. Kwa hivyo mtu kama huyu ambao na hiyo mawazo, hawaachane na hiyo mawazo mbaya na atafute option ingine, plan B. Plan B ni kutoka hapo. Biblia anasema nini? Biblia anasema mwenye hekima anapima kitu mbaya huko mbele na kuepukana. Sasa mtu kama huyu akiona kitu kama hiyo, aepukane naye, anaanza maisha mengine huko kando. Njĩtagwo Simon Kibe, na ĩyo nĩ tabarĩra ya njera-inĩ citũ kuma njera-inĩ nene ya Arũme ya Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru.